wewe bora unigaie mimi ndo nitamgaia yeye. Lakini ananidai 5,000. Mkawa mnashirikiana pale na nini, nilikuwa naangalia tu. Alafu wakati wa kuondoka nikasema nichukue sendo zako angalau nikajipoze, nikiuza nitapata chochote kitu. Acha sendo hizo. Nikaziacha pale. Nikaondoka. Leo hii mimi inanihusu nini? Ngoma yako nitaka nicheze. Sawa, yote 9-10. Umeongea yote nimekuelewa. Leo sasa asubuhi yule mama alivyokuwa nuksi kaja kunigongea saa 11 ngongo. Mimi nikajua labda kuna changamoto na kwenda kufungua mlango. Ukakuta changalawe. Bora ingekuwa hayo sasa. Nimefika yani kavaa kanga kanifungia hapa ile. Unajua yule mtu anafunga nguo hivi kiunoni. Kibwebwe hiyo inaitwa. Kafunga. Kanishikia na kiuno. We bwana, nataka hela ya kula. Sasa asubuhi hela ya kula kweli dalali, kweli asubuhi saa 11 unaniomba hela ya kula kama mimi ndo baba mwenye nyumba. Kwa hiyo hivyo mimi vinanihusu nini wewe? Ulivyoona mimi nimesema kibwebwe ndio unaona kama nakusupport. Nilichangia tu ili kurahisisha wewe kukuwekea maneno laini, lakini sio kwamba niko upande wako. Mimi hivyo havinihusu. Lakini kweli saa 11 alfajiri kama mimi ndo baba mwenye nyumba. Potea bwana, toka. Wewe ndo ulinipeleka kwa unanikataa. Na kukataa. Toka! Potea! Kwenda! Ulivyokuwa unashirikiana na yule mwenye nyumba wako pale, mnashirikiana kunisema mimi, etio huyo sio huyo, magumashi magilini. Mimi niliondoka pale nikasema baridi, wafadhila kwa wapundaka, dunia ya leo bora umfadhili paka. Ukimfadhili binadamu wenzio akiota meno ya juu utamtaka. Familia yangu wangu, familia yangu wangu inanichosha, inaninyima pumzi. Familia yangu wangu, familia yangu wangu, naota siku ya utulivu. Familia yangu wangu. Elfu 35? Kaka, wewe tulia. Nipe masaa 3 tu. Wala hata usiwe na wasiwasi. Okay sawa. Yaani wewe tulia. Elfu 35 mimi ndani ya masaa 3 tu tayari nitakuwa nishakutumia. Hapo umenielewa. Na kike na kiume. Muda sio mrefu. Yaani wewe tulia. Na wale 500 utapeka yake 300. Basi sawa. Fresh kama kawaida. Kazi. Unapima uzito, unapima na urefu. Na ukinipeleka pale nyumbani kwako, napima na watoto wako wote. Mama, wewe, na kama kuna vijana pale labda wanataka kujazwa kwenye kadi zao za kliniki, hiyo ndo kazi yangu mimi. Yaani mambo ya njuruku tu. Basi sawa, kupima uzito ni shilingi ngapi? Ukipima na urefu ni shilingi 500, ukipima uzito peke yake ni shilingi 300. Haupati hasara bei hiyo? Hasara zipo kwa sababu hakuna biashara inayokosa hasara. Au unaongopa? Okay, lakini hiyo shilingi 300 itaziba mapengo ya hasara. Haya maeneo niliyokuonyesheni yote haya mimi nayafahamu, kwa sababu mimi mjini hapa nimekuwa mzoefu kidogo. Toka enzi ya usichana wangu nimeshawahi kuishi hapa mjini. Hata baba yako wewe Desamo mimi nilimpatia hapa mjini, kwa hiyo sio mgeni sana wa mazingira ya mjini. Mwanangu Desamo,
kaa kwa amani, usijisikie unyonge. Wakati mwingine mwanangu, hawa dada zako hawa wote ni wanangu, nakupenda kuliko hao wote. Kwanza hao wasichana mimi nawaombea dua waolewe hawa, kila mmoja awe kwa mume wao, kwa waume zao huko, ila wewe ni mwanangu mimi ambayo ninakutegemea. Alafu wewe usiajali manyanyaso ya pale kwa dada yako. Pale ile nyumba kwa dada yako sio nyumba ile. Mwanangu, utakuja kupata mjengo, watu wote watakushangaa. Hawa ndugu zako wote watapiga saluti, na mimi dua zangu zote naelekeza kwako. Umesikia? Umenielewa eh? Na ninavyokupenda, kila ninavyolala dua naamka sana na usiku na kuombea dua wewe. Utakuja kupata kazi alafu yenye pesa, ukajenga nyumba nzuri sana, ile takataka tu. Mali utakayomiliki mwanangu wewe, uo unyonge wote, wane kunyanyasa wote, watarudi kwako, watakupigia saluti. Umenielewa mwanangu eh? Mwanangu nakupenda sana. Lakini vile vile ukishafikia hatua ya kujenga nyumba, mjengo mzuri, mimi mwanangu hata mwanamke. Basi ngoja mimi nipime uzito. Sasa lakini sasa kumbe unafahamu sheria na kanuni eti? Wewe familia. Yaani unakiozwa na ambayo ya uzito na ukiwa na umevaa hivyo, ukiwa na uniform. Vipi kiondoke hiyo uniform ukabaki kama ukabaki kama ukapima kama Mwakinyo. Sawa, nitoe. Basi ngoja, shika kwamba ni ridhaa yako. Shika kaka. Na ni afya yako. Siwezi kukuzuilia. Na hii vipi nitoe? Hiyo. Unaonaje mwana? Basi tusome. Watu kama kama ndonga. Unapenda boxer tu. Tusome hapa kaka. Poa. 47. 48. Una watoto wangapi hapa? Kwa sababu basi acha tu. Nimepungua sana ndugu yangu. Umepungua sana. Inabidi nile vyuku vingi sana. Unajua kwa nini unapungua? Unajua kwa nini unapungua? Kwa nini kaka? Usiku unazingatia sana shemeji yangu. Kawaida hiyo kaka. Alafu unashindwa kurejesha protini kwa wakati. Okay, basi sawa. Imetoka hii hapa. Alafu ningefahamu kwamba una hii rafiki yangu, ningeanza kwenda kutafuta change. Ama nisingekupima kabisa. Kwa sababu vitu kama hivi hapa vinakuwa vinanisumbua wakati mwingine. Basi sasa sikiliza. Wewe kata buku kabisa. Nikate buku. Ya, kata buku. Waga mko wapi mabosi kama nyinyi? Usijali ndugu yangu. Au sio? Mimi sina mbambamba. Au sio? Akubali. Tumeng'aa hivyo rafiki yangu kweli. Ningeshangaa kama ningekutoza shilingi 300 na ukalizia na huduma umeielewa. Au nikate buku mbili kabisa? Awe kata buku tu. Au sio? Nakubali. Hapa shikizi kwanza. Hizo shilingi ngapi? Hizo 3 hizo kaka. Sasa hizo change unanipa mimi? Ndizo nizanaza. Unanivunjia heshima yangu. Wazifa wangu unanivunjia. Wewe unanionaje? Hivi nikae ofisini na change kama hivyo vyangu? Mshikilize. Kwani hauna wanafunzi pale nyumbani? Msikiliza. Umeona hapa? Hapa hivi. Kivuka hii nyumba Sawa. Kona hii kuna duka. Kaombe change. Kaka. Muda. Unasema nataka niwahi. Alafu sikiliza. Mteja ni mfalme. Mimi ndo mteja. Wewe ni mfanyabiashara. Kanipatie change. Usio na wasiwasi. Mimi nipo hapa nitakulindia tu, hamna shida. Nakubali. Mimi sio mwenye mazingira. Wewe pita tu, umeona hii njia hii? Tunapita hivi, ukimaliza tu nyumba, umeona nyumba, ukimaliza tu utaona duka.
STP International. Lazima uzito niongeze. Utakayemuona wewe mzuri yule katika pitapita yako, niambie, mimi nipo pamoja na wewe. Mimi wewe nionyeshe tu kwa kidole yule pale, yule nampenda yule. Yaani huyo nitadili na huyo, nitamvuta, nitamwambia ili mradi tu nimvute mwanangu, roho yako imefika pale ili umuoe. Sawa? Kwa hiyo usijisikie sana unyonge, kwa sababu we una kitu, utakuja kuwa na kitu. Katika watu atakaye kuwa na kitu ni wewe mmoja wapo, na we ndio mwanangu ninayekutegemea mimi pekee. Sasa basi mwanangu, mimi naona leo haujanywa hata juisi. Twende pale dukani nikakuchukulie juisi. Unaonaje? Napenda twende. Mama, na mimi leo nataka juisi. Haiwezekani wewe kila siku mnule kakadesa. Ikiwa chipsi kakadesa. Na mimi nataka bwana leo. Adela, nilikwambia toka zamani. Tumetoka kijijini kule, umefika hapa mjini. Hapa mjini kuna wanaume ukubali kuolewa, ukale vyako na wewe. Wewe ni mwanamke. Wewe tofauti na kaka yako huyu. Alikwambia nataka kuolewa nani sasa? Utaki kuolewa? Sasa hiyo juisi unayotaka sasa si wote ninunulia au? Mimi hela napata? Ile ninayopata na baba mkwe nafunga nini naweka ile. Ndio nanunulia kaka yako, lakini we ni rahisi kupata juisi. Tena ukome. Twendeni kwanza. Tupitie pale dukani. Nguvu ya imani haya nayo tutashinda. Bwana Makoti. Pesa nini? Pesa kula, usichekelewa kitu gani? Yaani mama naye ameyusho kiloma. Sasa hela ya kula mimi yani mimi mumeo. Unasema? Mimi mumeo. Yaani umekuwa unaniomba hela kila siku yani. Kila siku endayo kwa Mungu mara 3 kwa siku unagonga mlango wangu. Usichokijua ni sheria. Sawa. Hivi katika maisha yako yote mpaka unapata ndevu, ulishawahi kuona nyumba 10,000? Hayo si yameandikwa tayari kwenye mikataba kwamba kodi yako shilingi 10,000. Mkataba wako sasa sio mimi, au sio makosa yangu. Wewe umeandika mkataba na kwenye mkataba pale kodi 10,000 kwa mwezi. Mimi nimekupa mwaka mzima na ukasema kuna mambo madogo madogo haya masharti madogo madogo. Sasa haya makubwa sana mama. Hapo kwenye masharti madogo madogo ndio haya sasa. Yaani akupa mimi la kula. Mimi ndio nimekuwa mwenye nyumba. Sasa mimi nikapate wapi hela? Kinachonishangaza sasa, mbaya ukipewa hela kidogo unasema haitoshi. Kana kwamba wewe umeitoa wewe mfukoni kwako. Mama, unajua maisha yamekuwa magumu lakini. Sasa haitoshi mimi nimwambie nani? Nakwambia wewe ambaye umenipa hela ndogo. Nimekanyaga. Kidali hapa nimekanyaga. Sasa mimi sina. Wewe nisikilize wewe. Wewe hapo utaama. Sawa, fanya hivi Aisha. Mimi ndani hapo na shilingi 2,000. Sasa sijui kama itakutosha au vipi. Kailete. Yaani hata ile kwamba imebakia nayo hiyo hiyo. Wewe bwana kailete, unanichelewesha. Nasikiliza matatizo yenu. Baba mkwe, nilichokuitia hapa kuhusu swala la huyu shemeji yako, na yeye mtafutie kazi huko ofisini. Amechoka kukaa hapa nyumbani. Lakini ile ya kuchezea kompyuta na mshahara uwe kuanzia 800,000 na kuendelea kama milioni hivi, ili na yeye ajenge nyumba kama hii yako na awe na mke awe na kwake. Sawa.
Kwa hiyo nataka mwanao akachezee kompyuta za watu. Familia yangu wovu, naota siku ya utulivu.